Mama, hii hali sasa naona kabisa tunapoelekea mimi nashindwa. Unashindwa nini? Wanakijiji wanataka kuchoma nyumba yangu. Wanadai huyo mtoto ndo anasababisha ukame kwenye kijiji. Pole. Lazima wafikirie hivyo kwa sababu hakuna wanalolijua kuhusu huyo mtoto. Rahma ndio anayeyafanya hayo yote, lakini usikate tamaa. Naamini Ilham hawezi kukuacha, lazima atakusaidia. Hapana mama, siamini kabisa. Moyo wangu unakata tamaa. Kuwa na moyo wa uvumilivu, haya yote yatakwisha. Mdogo wangu, kuna nini? Mbona umekuwa mpweke hivyo? Kaka, Hamisi amekuja hapa akiwa mwenye hasira misili ya nyati aliyekosa mshale. Hii amekupiga? Hebu nione amekupiga wapi? Kaka, hajanipiga lakini amesema ya kwamba wewe na Ngobeko umeunda njama ya kwenda kuchoma nyumba yake kisa mtoto. Haya maneno ameyatoa wapi? Kaka, kwani hamjapanga? Haiwezekani. Njoo hapa wewe msaliti. Msaliti? Una maana gani kuniita msaliti? Mimi niwe msaliti kwako? Umeanza dharau sasa Masanja. Kati ya mimi na wewe nani anadharau? Inakuwaje tunapanga jambo mimi na wewe, alafu wewe huyo tena unaenda kwa Hamisi kwenda kumwambia mipango yetu? Hamisi sijaonana naye kabisa. Kwanza nashangaa haya maneno umeyatoa wapi? Kama sio wewe ni nani? Maana wakati tunapanga mipango tulikuwa wawili, mimi na wewe. Atakuwa nani kasema kama sio wewe? Masanja, acha kunyoshia kidole. Mimi sio mke mwenzio. Twende kwa huyo Hamisi, yeye ndo atasema nani kamwambia. Twende. Masanja, Ngobeko, mbona tuambizani kama mambo yameiva? Ndio tunaelekea kuchoma nyumba ya Hamisi? Maswali yasiyokuwa na kichwa wala miguu hapa hayana nafasi. Unamaanisha nini hayanihusu? Usiulize, unachoona pigia mstari.